Tunapojiandaa kwa ajili ya fundisho la mwisho kwa leo, Millenium Church Choir, naomba mje mtoe wimbo. Wanapokuja Elder Evans Wasire toka Jogo Camp Center, hebu tupungie mkono na utusalimu. Karibu sana na wote ambao wametoka nje ya Millenium Camp Center, tunawakaribisha. So karibu Millenium Church Choir ili tuweze kukaribisha munenaji kwa ajili ya kipindi cha Samonet jioni hii ya leo. Karibu sana.
Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Ninawasalimu nyote katika jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa namna ambavyo ameendelea kutusaidia katika ibada hii, lakini pia ninashukuru mchungaji wetu tunayempenda sana wa mtaa, mchungaji Judith, kwa namna anavyo organize mambo yake. Nishukuru wachungaji wenzangu wa injilisti, second guest speaker, ambao kwa pamoja tunashirikiana. Nishukuru mafundi mitambo kwa namna ambavyo wanafanya kazi vizuri, na ninapowashukuru mmoja wapo aje hapa nimpe maagizo arekebishe monitor hizi namna ya kukaa. Ninashukuru wapishi wetu. Wapishi wetu wa chakula, kwa kweli tunakula vizuri sana. Tunakula vizuri sana. Tunakula vizuri sana. Sana sana sana. Na najua mimi nina diploma ya upishi. Kwa nikisifia chakula, huwa sisifusifu ovyo ovyo. Nikisifu wako vizuri. Lakini tunalala sehemu nzuri. Mshiriki yule katoa sadaka ya nyumba yake, tulale pale. Wakati fulani mchungaji utaki iwe uwe na complication, ulale tu hoteli. Hebu wakati fulani ulale kwa watu, uone ilivyo raha. Na mimi nimepata raha. Ukishindwa kuishi na mimi hautamweza mtu yote. I'm simple. Kwa hiyo ukiona napita huko unatamani tushikane mkono tusalimiane, no problem, no problem. Hakuna mpaka. Nishukuru kwaya kanisa kwa namna mlivyofanya kazi nzuri ya kumwimbia Bwana. Mungu wa mbinguni awabariki. Vuna TV chini ya wataalamu wao wako hapa. Tuko live Vuna TV. Ingia YouTube Vuna TV. Tuma hiyo link. Huko Kisii Central CDA Church, tuma sijui Millenium, sijui wapi. Wewe tuma link kwa ndugu zako. Lakini mimi pia ninayo TV. Inaitwa Maotola TV. Mule kuna mahubiri 799. Niliohubiri makambi mbali. Hata kambi nilohubiri Canada wiki iliyopita utaliona. Kwa hiyo Maotola TV, Space TV. Utakutana na mahubiri mengi sana. Mengi ya effort na kadhalika, mengi. Kwa hiyo Vuna TV, Mungu awabariki kwa namna ambayo tunakwenda live. Naomba ushare hiyo link kwa watu mbalimbali. Baada ya hayo tusimame. Nena rohoni ye, nena kwao, sema kwangu kwa fungua moyo wangu nisikie mara, jaza na sifa zako kila siku, ile kwa upole, nong'oneza kwa pole, upole wa pendo daima.
uachwe Baba, katika jina la Yesu, shuka unene nasi, shikilia vyombo, shikilia mitambo, katika jina Yesu Kristo, amina. Fungua pamoja nami kitabu cha Yoshua 5 na lile fungu la 9. Joshua chapter 5 verse 9. Joshua 5 na lile fungu la 9. Mafundi mitambo, mtanivumilia, mimi ni mhubiri ninayependa kutembea tembea. Kwa hiyo Mungu awabariki mnapoenda na movement zangu. Yoshua 5 fungu la 9. Walionyosha, waliopata sema amina. Sema amina kwa Kikisii. Wajua mimi napenda sana Wakisii, ila nyie hamjajua tu. Mimi nawapenda sana. Nyie ni watu so peculiar. Bwana asifiwe. Ninasoma. Hivi kuna mtu ana Biblia Kikisii hapa? Wapo, namuomba mmoja ashike mic atusomee kwa Kikisii. Wakisii, Wakisii. Aya, soma kwa Kisii. Yoshua 5 fungu la 9. Omanene agatebya Joshua, rituko lya lero narusirie korwase more ogochaywa mwarenderetwe n'Abamisiri asayo asalya akorokwa Gilgal. Amina. Kisii oye. Nitasoma kwa Kiswahili. Bwana akamwambia Yoshua, siku hii ya leo nimeiviringisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa Gilgal hata hivi leo. Funga Biblia yako, hatutasoma fungu lingine. Profesa wangu mmoja, mchungaji, tutakubaliana naye, aliniambia fungu moja inatakiwa uliandae kwa siku 7 ukisoma vitabu. Fungu hili moja. Ndugu zangu katika imani, leo nitahubiri la neno moja linaloitwa Gilgal. Kwa title ya leo inasema Gilgal. Tutaichimba hii Gilgal mpaka ichimbike. Tutaangalia historia yake. Kwa nini pahala pale paitwe Gilgal? Musa alipowaongoza wana wa Israeli na akafa juu ya kilele cha mlima Pisiga, jukumu la kuongoza wana wa Israeli alipewa Yoshua mwana wa Nuni. Ukisoma Patrician Prophecy, Musa alipokuwa juu ya mlima alionyeshwa ng'ambo ya bahari, ng'ambo ya nchi ya ahadi. Kwa alipopewa Yoshua na nchi ya ahadi ilikuwa ni umbali wa kilomita 2, lakini bado walikuwa hawajaingia. Hivyo Yoshua mbele yake alikabiliwa na mto Yordan. Siku moja nilikwenda, Mungu kanijalia, nimetembea hizo nchi zote za kibiblia, Misri, Palestina, Jordan, Israeli. Siku moja nilikwenda Palestina, pale penye mto Yordan. Mto Yordan ni mrefu hapa mpaka kule mlikoweka bango la mkutano, upana wake. Lakini urefu ni hapa mpaka mwanzo wa ile nyumba. Na wakati mvua zinaponyesha panakuwa na tope.
Kwa ukijifanya unajua kuogelea ukashuka chini, unazama kwenye tope, na lile tope litakufanya usiibuke. Mto Yordani umeua watu wengi sana. Ndio maana yule jamaa alipokuwa anakata kuni, shoka lilipochomoka, kwanza liliingia chini, likapelekwa na maji, kisha likazama chini ya tope. Kwa kijiti kinapowekwa kinatafuta tope, kishoka jinsi lilivyojichomeka kwenye tope, linatolewa juu ya tope, linakuja kwenye maji, linaibuliwa. Lakini hilo sio hubiri langu la leo. Hivyo mto Yordan ilikuwa ni kikwazo. Watu wengi walikuwa wakiuawa, hata wanaogelea. Na mbaya zaidi, mto Yordan ulikuwa una mamba. Yoshua anakabidhiwa awapeleke wana Israeli, na mbele kuna kikwazo cha mto Yordan. Yoshua anamuuliza Bwana Mungu, nishike tena fimbo kama Musa alivyoshika, nikapige maji yagawanyike ili tuvuke? Mungu akamwambia, hiyo hautakuwa muujiza wala haitakuwa jambo la kiimani kufanya kilichofanyika. Nitakupa another approach. Waambie wana wa Israeli wabebe sanduku la agano. Ndani ya sanduku la agano kuna amri 10 za Mungu, na juu ya sanduku la agano kuna makerubi wanaofunika, na juu ya makerubi kuna kiti cha enzi kinachomwakilisha Mungu Baba. Beba, na watakapokanyaga maji yatagawanyika. Wale wazee wakabeba. Wengine wakamuuliza Yoshua, hivi yasipogawanyika si tunakufa? Sasa Yoshua, Mungu amekwambia kweli tutaenda sawa sawa? Yoshua akasema, nyinyi songeni wapi? Mbele. Jioni ya leo unapokabiliwa na mto Yordan, moyoni mwako una Mungu, songa mbele. Yordan ya magonjwa, Yordan ya huzuni, Yordan ya dhambi, wewe songa mbele ukiwa na Bwana. Pamoja na Yesu hakuna kikwazo, pamoja na Yesu hakuna kizuizi. Wewe songa mbele, wewe ni askari wa jeshi la Bwana. Twendeni askari, watu wa Mungu. Yesu yuko mbele, tumwandame. Jeshi la shetani likisikia jina la Mwokozi litakimbia. Wakaanza kwenda. Wengine wakaanza, wewe Yoshua, Musa alituvusha bahari ya Shamu. Hivi wewe una experience gani? Wewe una uzoefu gani mpaka utuvushe? Yoshua akasema twende. Walipokanyaga maji, pap! Maji huku yakaweka mlima na huku yakaweka mlima, tope lote likakauka, pakawa nchi kavu kama hapa palivyo. Ni nani aliyetawanya maji katika mto Yordani? Sio miguu ya makuhani, ni Yesu waliyembeba. Kiti cha enzi kinachoachilisha Mungu walichokibeba ndicho kilichosababisha vuke salama. Moyoni mwako, kwenye mawazo yako, kwenye kila kitu chako, mbebe Yesu pekee yake. Atakuwezesha kuvuka katika mambo mbalimbali yanayokukabili. Tupo katika kambi, tumepiga kambi. Yesu akatuvushe tena katika jina la Yesu. Maji yalipogawanyika, kumbuka nchi ya ahadi mpaka wake ni bahari ya Shamu. Kwa wakishavuka bahari ya Shamu, miguu yao itakapokanyaga ndiyo nchi ya ahadi mwanzoni. Mfano, hii hapa pana mpaka, hili ni taifa lingine. Hapa kwenda huku ndio nchi ya ahadi. Mto Yordani upo hapa. Kwa walipovuka hapa pakaitwa Gilgali. Hapa yani the first step, miguu yao ilipokanyaga ardhi ile ya kwanza kabisa, hapa ndipo walipopaita Gilgali. Maana ukienda hivi ni bahari ya Shamu. Ingawa huko mbele Israeli ipo, waliendelea kupigana na Yeriko na kadhalika, lakini tayari walikuwa nchi hadi. Hapa ndipo panapoitwa Gilgali, ndio ninapopahubiri leo. Hapa hatua zao zilipokanyaga. Gilgali ni kituo cha kwanza wana wa Israeli kukanyaga wanapoenda nchi ya ahadi. Hapa Gilgali palikuwa na chuo cha manabii. Elisha na Elia walikuwa na chuo cha manabii Gilgali.
Hapa Gilgali ndipo ambapo nyumba ya makimbilio ilijengwa. Gilgali, Ibrahimu amewahi kujenga hema ya kukutania hapa Gilgali. Yakobo amewahi kuishi Gilgali. Hapa Gilgali ndipo kituo cha mwisho Elia na Elisha wanapita. Elia anapokwenda kupaa. Hapa Gilgali ndio kituo cha kwanza Elisha anakuja kukaa baada ya kutoka mlimani. Ngoja nikwambie, alipokuwa kule mlimani, Elia anapaa, akamwambia naomba roho yako maradufu. Alipompatia, muujiza wa kwanza wa Elisha aliufanyia Gilgali. Hapa ndipo alipokuta watu wamechemsha matango pori na akayaponya na kuwa chakula. Hapa Gilgali. Hapa Gilgali ndio palikuwa na chuo cha manabii, wakaamua waende kukata kuni. Alafu baadaye walipokwenda, shoka ikakatika Gilgali. Gibeoni walifanya mapatano na kuungana na Israeli hapa Gilgali. Gilgali pana maajabu kidogo. Pana maajabu kidogo. Ukisoma kitabu cha Nehemia anasema malaika wa Bwana walipokwenda kuonya mji wa Bokimu walitokea Gilgali. Gilgali ndio eneo pekee duniani wanadamu walikuwa naishi na malaika. Sio maneno yangu, soma Biblia yako. Nehemia anasema malaika walipoenda kuonya Bokimu walikuwa wametokea Gilgali. Hapa Gilgali, Yerusalemu ilipobomolewa wakajenga hekalu jipya. Ukisoma kitabu cha Waamuzi anasema waliitwa waimbaji mbalimbali wa kwaya kwenda Yerusalemu, na wanasema kwaya nzuri iliyotumbuiza siku Yerusalemu inawekwa wakfu ilitokea Gilgali. Wanakwaya punga mkono. Gilgali palikuwa na waimbaji wazuri, palikuwa na wanakwaya wazuri, mpaka wanaalikwa. Maajabu zaidi yaliyotokea Gilgali. Hapa Gilgali ndipo eneo pekee ambapo unajua Wanaisraeli walipotoka Misri, mikate ilikuwa inadondoka toka juu, inadondoka. Walipofika tu Gilgali, Mungu akasema sikilizeni, mkalime sasa hivi mikate ya bure haidondoki. Kwa jasho mtakula, maana mmeshapita njia yote, mmefika, nimeshafikisha kwenye hiyo nchi. Sasa mikate no. Sasa Mungu, hiyo sio fair yani Mungu. Unajua yani mikate yani hatujazoea ardhi, hakuna mashamba hayo kalimeni. Sasa Mungu yani noma yani tunakosa mikate, hakuna kalimeni. Mikate ikaacha kudondoka Gilgali. Hapa Gilgali njiani kwale walikuwa wanadondoka, kwale wanadondoka, kwale wale kama kuku wanadondoka. Gilgali Mungu akasema fugeni wenu hawatadondoka. Sasa Mungu noma, mikate umezuia na kuku pia. Noma we Mungu. Mmeshafika, fanyeni kazi. Hapa Gilgali Pasaka ya kwanza ililiwa Gilgali. Iliwa Gilgali. Hivyo Gilgali matukio mengi ya kihistoria yalifanyika. Sasa Wanaisraeli baada ya kufika hapa Gilgali wakasikia sauti. Walipofika tu Gilgali wamechoka. Unajua walipokuwa Gilgali, kilomita 5 kutoka Gilgali palikuwa na ngome katili ya Yeriko. Unajua miji ya zamani, Yerusalemu, Yeriko, Hai, ilikuwa imezungushiwa na kuta. Mfano hiki si pazungushiwe na kuta, pawe na geti hili moja. Na ndio maana Biblia, mimi napenda kusoma Biblia katika muktadha. Ndio maana Biblia inasema ni vigumu ngamia kupenya kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuingia ufalme wa Mungu. Lazima uelewe muktadha. Kula Israeli, Yerusalemu, ilikuwa ukichelewa saa 12 jua limezama na ngamia wako kuingia geti linafungwa, afu kanaachwa kageti kembamba kama hapa, alafu kafupi. Haka kaliitwa tundu la sindano. Kwa ngamia ili apite lazima alale, akro
akro aingie. Kwa hiyo Yesu alipoona hilo akasema si kwamba matajiri hataingia mbinguni, ila mfanye jitihada kama anazofanya nani? Ngamia. Sio hubiri langu la leo, tawapa siku nyingine. Kwa kulikuwa na geti. Ngome Yeriko alipoona wamepiga kambi Gilgali. Ni sawa sawa na wewe una nyumba yako, ni sawa na hapa kanisani. Alafu mtu adui aje kwa kiwanja cha kanisa na mapanga na marungu. Sasa nyie mkajifungia humu ndani. Adui tayari yupo kwenye territory yenu. Wakajifungia ndani. Wakasema tumesikia hawa wamevuka bahari ya Shamu. Tumesikia kware wamedondoka. Tumesikia mikate inadondoka. Hawa sio watu wa kawaida. Yeriko wakajifungia ndani. Siku 7 wana Israeli wamepiga kambi hapa. Hawaendi mbele wala nyuma. Wao wamepiga kambi hapa Gilgali, wanaimba. Yeriko wakajifungia ndani. Walipojifungia ndani, wakasema jamani, wanakuja hawaji. Wanakuja hawaji. Wakajifungia, wakajiandaa na vita. Hawa wana Israeli wamepiga kambi Gilgali. Walipopiga kambi, wakasikia sauti. Unajua Mungu anapotaka kuongea na wewe haji kizembezembe. Siku moja wana wa Israeli walimuonea wivu Musa. Wakamwambia Musa, na sisi tunataka tukamuone, tukasikie anavyoongea na wewe. Mbona anatubagua? Na sisi twende. Musa akasema, haya twendeni. Wakiwa mlimani wakasikia mawe yanadondoka toka juu ya mlima, miti inaanguka, jiwe linatoka kwenye mlima ule. Wakaona vumbi, ukungu. Wakamwambia Musa, nini? Akasema ndio anavyoanzaga kuja kuongea, hapo bado hajaja. Wakasema kama ni hivyo aongee na wewe utatuambia. Mbio. Safari wakiwa Gilgali, upepo ukavuma. Wakaona upepo, vumbi, wakiwa Gilgali. Kisha sauti ikaenea walipo wana wa Israeli, sauti kubwa ikasema, tangu hivi leo mateso mlioyapata Misri, mimi Mungu nimeyaondoa. Eneo hili litaitwa Gilgali hata hivi leo. Wakasema, Yoshua, nini hicho? Yoshua akasema, kwa experience yangu, hiyo ni sauti ya Mungu, hiyo ni sauti. Baba, hebu tukusikie tena, labda ni majini na mapepo. Nimesema hivi, kuanzia leo mateso yote mlioyapata kwa miaka 40 yamekwisha hapa Gilgali. Hivyo kwa ukumbusho wa kubeba mizigo yenu na kuwasaidia, eneo hili linabaki ukumbusho, litaitwa Gilgali hata hivi leo. Nimependa Kiswahili, lugha iliyotumika. Kuanzia leo nimeviringisha mateso yenu. Unajua maana ya kuviringisha? Tairi la gari likiwa linazunguka, kwa Kiswahili fasaha tunasema linaviringika. Leo tukichukua jiwe lilokaa duara tukalizungusha, tunasema tunaviringisha. Kwa Biblia inasema kuanzia leo nimeviringisha aibu. Nimeiviringisha aibu yenu yote ya Misri. Ndugu zangu, jioni ya leo, wana wa Israeli kwa miaka 40 walipata aibu nyingi. Aibu, walisema wamepotea njia. Wakaambiwa hawatavuka bahari ya Shamu. Walinyimwa njia. Nyoka wa shaba wakawatandika. Na kuna wakati wakasema, Mungu wao yuko wapi? Mbona nyoka wa shaba anatandika? Kama hiyo haitoshi, Musa akafa, Millenium akafa. Na watu wengi waliotoka nao Misri, watu wakawazomea njiani. Aibu ilikuwa kubwa, watu wakawazomea, watu wakawadhalilisha, maana walikuwa na aibu nyingi. Ni kweli Mungu amesema unakwenda katika nchi ya ahadi, lakini ameruhusu upate aibu kwa miaka 40. Nataka nikwambie, nilipotoka Misri kwenda Israeli kwa basi,
tulitumia masaa 12 kwa basi, na kwa ndege tulitumia saa 1 na dakika 80 na masaa 2 na dakika 20. Maana yake hata kama kwa siku wangetembea kilomita 1 kilomita, wasingefika hata miaka 5. Ndani ya mwaka mmoja wangekuwa wamefika. Kitendo cha kucheleweshwa njiani, walipata aibu, wakachekwa. Angalia wapelelezi waliotumwa na Musa, wakasema ili mijitu ni mikubwa, tutaonekana kama panzi. Wengine wakasema Musa turudishe. Walipata aibu. Na sasa Mungu akasema, kwa sababu mmevumilia, aibu yenu yote ya miaka 40 ninaiondoa leo. Jioni ya leo haikumhitaji Mungu miaka 40 kuiondoa aibu ya miaka 40. Haikumhitaji miaka 20 kuondoa aibu ya miaka 40. Haikumhitaji miaka 10 kuondoa aibu ya miaka 40. Ili mhitaji Mungu dakika 1 kuondoa aibu ya miaka 40. Jioni ya leo inawezekana umepata aibu ya uchumi, aibu ya dhambi, aibu ya maisha kwa miaka 10. Leo Bwana anaiondoa, maana kambi la hapa tulipo Millenium panaitwa Gilgali hata hivi leo. This is a gospel. Hii ni injili inayoponya mataifa. Ili ni kambi. Wanaisraeli wamepiga kambi pakaitwa Gilgali. Gilgali yetu leo ni hapa. Wiki hili lazima kieleweke. Aibu zetu zote zikaondolewe katika jina la Yesu. Siku moja nilipokuwa nasoma, mimi nilisoma shule nzuri, lakini mimi ndio nilikuwa maskini pekee. Shule ya Wahindi, shule ya matajiri. Wakati ule kwenye mkoa niliokuwa nakaa, mama aliniombea, maana alikuwa anafanya municipal. Kwa aliyekuwa hana viatu ni mimi peke yangu, mwenye kaptula moja isiyobadilishwa ni mimi peke yangu, tena yenye viraka, imepigwa viraka. Watu wakiibiana darasani, kula zote zinaangukia kwangu na mimi sijaiba. Mtu akipiga kelele, monta akiandika majina ya kelele, ni mimi tu, wa kwanza ni mimi. Hata kama nimekaa kimya, nilikuwa napata aibu shule ya msingi. Nikichelewa, kila akikagua uchafu, mimi napita mbele, mchafu. Nilipitia aibu. Sasa mwaka juzi nikaona kuna group la WhatsApp limetengenezwa la watu tuliosoma shule ya msingi. Nikaona mimi nimewekwa Simba Primary. Okay, members. Okay. Na mimi nikajiona niko mule. Nikawaona wale watu waliokuwa walembo, watoto wa matajiri nao wako mule. Lakini siku moja wakasema tukutane kwa ajili ya soda. Basi nikavaa suti yangu nzuri. Unajua wachungaji tuna suti nzuri zisizo na migogoro. Unajua kuna suti na suti zenye migogoro. Sio kila suti ni suti. Bwana asifiwe. Nikavaa suti. Nina gari yangu nzuri, Pajero model ya 2022 nyeusi. Nikawasha kwenda, nikaona waliokuwa wananicheka wamekuja na pikipiki, baskeli, daradara na vigari vidogo. Mimi nikafika, wakasema yeba, jamani, Mungu ni mkubwa. Maotola leo yule aliyekuwa na kapolini anaendesha gari. Nikasema na bado Gilgali, aibu zako zote zinaondolewa. Nikaona wanajadili, unajua tunatakiwa tuchange pesa, tukutane, tule, tufahamiane, tule. Nikaona wanabishana. Nikasema wote maana tuko 40, mtakuja kwangu tarehe fulani, mtakula, mtakunywa, mtaondoka. Jamani, yani yule Maotola alikuwa anakalanga mahindi anatupa, ndipo na sisi tunampa penseli, tunampa kalamu, madaftari yake machafu. Basi siku hiyo nikamwambia mke wangu, hautapika, tutaita katari. Tukaita katari. Akaandaa chakula, menu, pilau, kuku, samaki, kadhalika. Chakula kisicho na mgogoro. Kuna vyakula vyenye migogoro.
ila cha pale tunachokula hakina mgogoro. Hakuna vyakula, ni mgogoro tupu. Tukaandaa poti kule, mpaka kule wakaja wakaona nyumba yangu. Unajua walifanyeje? Ndani walilia, walisema kweli Mungu yupo. Huyu ndiye tuliyekuwa tunamdharau ni wa mwisho, leo tunakula kwake. Nataka nikwambie, Gilgali ni sehemu ambayo aibu zako za miaka mingi zinaondolewa katika jina la Yesu. Mungu ashushe, aondoe aibu yako yote. Inawezekana una watoto ambao hawaolewi, hiyo ni aibu yako, wakaanze kupata wachumba katika jina la Yesu. Inawezekana umelenti kwa muda mrefu, unataka na wewe uwe na nyumba, hiyo ni aibu yako, Mungu akaiondoe katika jina la Yesu. Umekuwa ukitumia vidonge, hata sasa kwenye pochi yako una vidonge unakunywa, hiyo ni aibu, watu wanakucheka. Kama Bwana ishivyo, aliyenituma toka Tanzania amesema leo anaiondoa aibu yenu. Mungu hahitaji miaka 40 kuondoa aibu yako, anahitaji dakika hii moja. Sasa mchungaji, unaongea nini? Sara anakuwa mjamzito, anakuwa hapati mtoto zaidi ya miaka 20. Ilihitaji tamko moja tu, mwakani majira kama haya utazaa. Only one tamko. Baba uko mbinguni, tamka kwa watoto wako, tamka kwa mabinti, tamka kwa mavijana, tamka kwa wazee. Mungu atamke. Ninaona kiroho sasa Mungu anashuka, anatamka, anakupa promises zako. Neno lake ni upanga ukatao kuwili, neno lake ni kweli. Linapohubiriwa katika roho na kweli, neno la Mungu linafanya kazi. Na kwa sababu leo Mungu anasema aliondoa aibu ya Misri, na mimi nilipokuwa naandaa ubiri kwenye maombi, nilimwambia kadri Mungu nitakavyohubiri, kadri ninavyohubiri, aibu za watu zianze kutoka. Na sasa ninamwona roho wa Mungu na Yesu akikuponya, akikusaidia, akikusamehe. Maana hapa kwenye kambi la Millenium ni wapi? Gilgali. Mungu alishuka akaongea na wana Israeli Gilgali. Ndio maana tukaimba nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo. Kila siku nena vile kwa upole, nong'oneza. Yesu aongee nawe. Umesubiri majibu kwa muda mrefu, umesubiri azungumze nawe kwa muda mrefu. Kila mwenye imani akaongea na Yesu. Huku wakiwa wamepiga kambi Gilgali, huku waliojifungia Yeriko miguu inafanyeje? Inagongana. Wanatetemeka kupiga tu kambi. Unapopiga kambi Gilgali, adui zako wanatetemeka. Ifanye nyumba yako kuwa Gilgali. Fanya kanisa hili kuwa Gilgali. Fanya Kisii yote kuwa Gilgali. Fanya kanisa la Jogoo kuwa Gilgali. Fanya moyo wako kuwa Gilgali. Adui watakapo kuona watatetemeka, maana wewe pale Gilgali hawajui unachofanya, ila unaongea na Bwana. Siku moja kiongozi wao Yoshua alipoona wamekaa muda mrefu hapa, akatoka pale Gilgali asubuhi sana, saa 11, akaenda akapiga magoti, akasema, Mungu, tumekaa Gilgali na hujasema kitu zaidi ya kutuondolea aibu, lakini bado tuna kambi ya Yeriko inatusubiri mbele, tuna Ai inatusubiri mbele. Sasa Mungu, ninaomba maelekezo, nifanyeje? Jioni ya leo unapokabiliwa na vita yoyote,
muulize Mungu kwenye magoti. Tatizo la Sabato, hamuombi. Kuna nguvu katika maombi. Mimi ni mhubiri, nahubiri nchi yote ya Tanzania. Zaidi ya mwaka 25 ninahubiri injili. Tangu ya kuwa mchungaji, mataifa mengi ya nje ninahubiri. Sina muda wa kusimulia visa nilivyokutana na Mungu kwa njia ya maombi. Ni vingi. Yoshua akatoka akapiga magoti alipomwomba Mungu, akasema nishindie vita, naomba maongozo, nishindeje vita katika jina la Yesu Kristo, amina. Aliposema amina, Yoshua alipoamka, mbele yake akaona lijitu. Hilo lijitu limesimama zero distance perpendicular hapa, yani zero distance, lirefu. Joshua alikuwa na futi 9. Lili jamaa alikuwa na futi 24 kwenda juu kama mti huo. Joshua sasa akisimama nalo anafika kwenye ugoko. Joshua alikuwa ameshika mkuki, ngao, amevaa shield hapa, afu amevaa shengat, alafu amevaa kofia. Na lile jitu limevaa vile vile kama Joshua, mabuti, mkuki, kofia, shengadi, shield, ngao. Sasa linamtazama Joshua, limetoa jicho hili. Jicho kubwa kama kikombe. Linamtazama. Joshua naye anatazama. Linamtazama, limetoa macho. Joshua naye anatazama. Joshua akasema, "Hey, tueleze. Upo upande wetu au upande wa adui?" Kiukweli Joshua alikuwa anauliza tu hilo swali, lakini yule jamaa angeamua tu kunyanyua mguu akakanyaga kichwa kwa Joshua akafanya basi. Joshua ange maini kule, utumbo kule. Joshua ni kwamba tu alikuwa anajifaragua, yani aonekane naye, ila naye alikuwa anajua anaenda kutanikwa kweli kweli hapo. Lile jitu likamwangalia Joshua. Eti Joshua naye alichomoa mkuki. Maana hata angempiga panga yule mtu, hilo panga lingemjeruhi tu hapo yule jamaa, afu jamaa angempiga kwa kidole tu pap. Joshua angeruka kule juu, angeanguka, angeanza kulia walio kifoni. Nenda, amekufa tayari. Lile jamaa Joshua aliposema uko upande wetu au adui, Joshua lile jitu likasema, lilikuwa na jeuri lile jitu likasema, sipo upande wenu wala wa adui. Wewe sasa ndio Joshua. Unautana yule jitu lirefu, uwanja wa mapambano. Unasema uko upande wetu au wa Yeriko, linakwambia siko Yeriko wala kwenu. Wewe ungeanza kukimbia. Joshua bila shaka miguu ikaanza kutetemeka. Mtu gani hayupo kule wala kwetu? Huyu ni nani? Akaanza kutetemeka. Joshua alipotetemeka likatoa sauti likasema, mimi ndimi amiri jeshi mkuu wa Bwana. Nimeshuka Gilgali ili niwaokoe. Haleluya. Ukisoma Patrick and Prophecy anasema hili jitu alikuwa ni Yesu Kristo mwenyewe. Haleluya. Alikuwa mwenyewe. Alishuka Gilgali, alishuka baada ya Joshua kuomba, alishuka. Ninaongea na watu ambao wanakabiliwa na vita za kiuchumi. Ninaongea na watu ambao wanakabiliwa na vita za uchumba. Ninaongea na watu ambao wana magonjwa mwili mzima. Matumaini yametoweka. Hawajui hata kambi la mwakani watafikeje. Ninaongea na watu ambao hawajapata bado kazi. Hawana school fees. Upo nyumbani hauna school fees. Umepoteza tumaini. Mume wako alikukimbia hajaja nyumbani. Ameoa mke mwingine. Mke wako alikukimbia akaacha watoto. Sikio lako linakuuma, jicho lako linakuuma, unakabiliwa na vita. Nataka nikwambie wewe, muite amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Bwana, atashuka ukiwa Gilgali. Yesu ashuke kwenye biashara yako. Yesu ashuke kwenye maisha yako. Yesu ashuke.
Siku moja nilikuwa nahubiri nchi ya Tanzania, maeneo ya Dodoma. Nilipokuwa nahubiri, watu wakaja saa 6 mchana, tulikuwa kwenye visitation. Wasa, mchungaji, tunaomba ukamuombee mtoto wetu hospitali, maana amezaliwa lakini amewekewa mipira, hawezi, hajalia bado. Ndio nilipogundua kumbe mtoto akizaliwa akilia ndio furaha, asipolia ni tatizo. Kwa kina mama, kina mama, mtoto wako akiwa analia usiku anakusumbua, sema asante Mungu, maana yule alikuja kuomba ili mtoto wake afanyeje? Alie. Kakilia maana vina makusudi, saa 8 usiku, nguko, sema asante Mungu, asante Mungu, asante Mungu. Mtoto ajalia tangu azaliwe. Nikamuuliza, tatizo nini? Akaniambia, mme wangu, mwanaume sasa anasema, maana mwanamke yuko hospitali, Pastor, unajua nilikuwa na wachumba wawili. Nilipotaka kumuoa huyu, ndipo yule mchumba mwingine akasema huyu hatozaa milele. Tanzania kuna uchawi kweli, hatozaa milele. Kwa yule mama kila akipata mimba akizaa mtoto anakufa, akipata mimba akizaa mtoto anakufa. Sasa wamekufa watoto 8. Na yule anasema mganga niliyekwenda, yani alishakufa, kwa hiyo hakuna wa kutegua. Ogopa sana Tanzania mganga akuloge afu afe. Ana analoga ili mume wako akusikilize. Ukiona mume wako amekuwa zezeta kila kitu unamweleza, hebu niende kwa mganga kupunguza, unakuta amekufa. Kwa heri, wa kurekebisha hayupo. Nikamwambia twende hospitali. Tukaenda hospitali. Kufika hospitalini mlinzi akasema msiingie, huu sio muda wa kuona wagonjwa. Nikamwambia mzee, tunataka kuingia ufanya huduma. Akatusumbua sana zaidi ya saa zima, mpaka tukalia machozi, maana yule jamaa analia mtoto anakufa, mlinzi hajali, na alishapewa cheti hospitalini kwamba mtoto wako atakufa. Tulipofika pale, nikamnyanyua yule mtoto. Mama huyu maana sasa ni mtoto wa 9, 8 kashazika, wala atoki nao hospitali, wanafia huko. Nikasema, Bwana, kama uishivyo, tunakwenda kinyume na walogaji na walozi na wachawi. Na huyu mama ikiwa amefunga vitu kwa huyu mama, tunaviachilia katika jina la Yesu. Wewe ni Mikaeli mkuu usimamae upande wa watu wake. Manesi wakasema, walokole bwana, hili jambo ni la kitaalamu, wewe mtoto waponi, wewe unaomba nini? Nikawageukia nikasema, mtacheka maisha yenu yote, tubu haraka, lazima uwatishe kidogo. Basi wewe. Nikaendelea kuomba, tukamwacha yule mtoto pale. Tupomwacha usiku, yule dada akapiga simu, green. Nilipopokea akasema, hello pastor. Nikasema, mimi niko vizuri. Akasema, Bwana asifiwe, mtoto kaanza kunyonya na kulia. Kesho yake nikaenda hospitali. Yule mlinzi aliponiona akapiga magoti, samahani kwa jana, mama yangu ameparalyze, twende ukamuombe. Nikamwambia, toka hapa, pisha njia. Kwanza huyu alikuwa yuko emotional, hata tungeomba mama yake asingepona, maana ili upone ni imani. Tukaenda tukakuta katoto, kaliponiona tu kakafanya kakacheka, nikakabeba, tukaanza kuimba kumtegemea Mungu. Hospitali hawaruhusu kuimba, lakini kwa ule muujiza tukaimba. Manesi waliotucheka, tunaimba kumtege, nao na macho wanakuja, hawaufahamu wimbo, tunaimba wanakuja. Waliokucheka watakuja ukiwa Gilgali, wewe piga magoti, muulize Bwana kwenye magoti. Wakikucheka wewe, piga magoti, umuulize Bwana. Piga magoti. Waliimba na sisi.
wataimba na wewe, wataimba watake wasitake. Tukaondoka. Ilikuwa Alhamisi. Tukasema bwana, mtoto atoke sasa. Alhamisi madaktari wakasema uwaga hawaponi watoto wa namna hii, wakamzuia kutoka. Ijumaa wakamzuia kutoka. Jumamosi asubuhi wakamzuia kutoka. Mchana tukiwa tunafunga effort, tukaona gari inakuja ikaja mpaka kwenye pulpit. Tukaona yule dada anaitwa Hawa anashuka na mtoto wake huko analia. For the first time tangu leo miaka 9 iliyopita ndio ameruhusiwa kutoka kwa mara ya kwanza na mtoto wake. Akamleta kanisani, akasema sisi ni Waislamu, na mume wake na wakaja Waislamu kama 9 pale. Wasasi ni Waislamu, lakini tumejitoa kubatizwa kuwa Sabato, na msikiti wetu tunautoa uwe kanisa la Wasabato. Akasema mchungaji, mpatie mtoto huyu jina, mpatie. Binti yangu wa kwanza anaitwa Precious, kwa nikamuita jina huyu mtoto Precious. Tukamwekea mikono, yule mtoto akabarikiwa, tukawabatiza. Nataka nikwambie Hawa sasa hivi ni shemasi mkuu kanisa fulani pale Tanzania. Mumewe toka kwenye ushe mpaka mzee wa kanisa. Sasa kilichotokea kwa Hawa, kila mwaka mimba anazaa, kila mwaka mimba anazaa, kila mwaka mimba anazaa. Walipofika watano, maana ni 2005, leo ana watoto 5. Akaniambia mchungaji, njoo umuombe Mungu afunge, inatosha. Haleluya! 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 Bwana asifiwe! Girigari. Ukiwa Girigari, majibu ya maswali yako yanajibiwa wapi? Girigari. Nikasema unasemaje? Chukua hata sijajibu vizuri, nikatumiwa tiketi ya ndege. Panda ndege huyo umwambie Mungu sasa inatosha. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Nikaenda Mwanza nikasema Baba, yatosha. Inatakiwa tukuombee hela mpaka unipigie simu toka Tanzania useme mwambie Mungu afanye taratibu. Sasa hii ni vurugu. Nazungumza na watu wasiopokea wachumba kupitia ubiri hili, yani upokee 6 10 kisha useme mchungaji nisaidie kuchagua. Tunataka tuombee watoto akili darasani upate 100 mpaka walimu wakuulize imekweje, unawaambia tu Girigari mwalimu. Girigari. Ulikuwa uitwi kazini, baada ya kambi uanze kuitwa hadi useme inatosha. Mungu anapoamua kufungulia, anafungulia. Nimemuomba Mungu kupitia somo hili afungulie mibaraka iliyofungwa, maana umeamua kuwa wapi? Girigari. Joshua na Caleb. Unajua zamani ilikuwa ukifanya circumcision kwa mwanaume ilikuwa inamaanisha usafi wa moyo. Kwa walipotoka Misri wote walifanyiwa circumcision wa kiume. Sasa wale waliofanyiwa circumcision wakafa wote njiani, kakazaliwa kataifa kengine kama kabila 10. Ni wale waliotailiwa. Tuna watu makabila 10 hajatailiwa. Yoshua akasema sasa mzee, hakuna ganzi, hakuna sindano, hakuna visu vizuri, hakuna manesi, tawatailije? Mungu akasema chukua jiwe liweke chini, tafuta jiwe lilokaa kama kisu, wanaume wote wavue nguo mmoja. Samahani, kule Tanzania kama unataka kuongea maneno mabaya unasema shakumu, si matusi.
Mmoja mmoja anakuja uchi, anashikwa kile kinani, kinavutwa kwenye jiwe. Yoshua anakaza meno, anapiga, anakiweka kwenye jiwe, anakishika chini hapa, anapiga anageuza. Mungu alimwambia unakipiga mara 3 ndio kikatike, usipige mara 4 mara 5. Yoshua namba 2, atakayelia anapotailiwa huyo mrudishe avuke bahari ya Shamu mwenyewe. Mimi sitafanya muujiza, aogelee aliwe na mamba, huyo hatufai. Umrudishe Misri. Unarudije Misri? Wenzako wamesafiri miaka 40 na wewe umeshaingia Kanaani. Kwa lazima ujitahidi. Kwa maana yake Yoshua akipiga, wewe unafuata. Akigeuza kapera. Akipiga ya 3, vipi unasikia maumivu? Amna. Unatoka, damu zinatoka, unaenda sasa kujificha, ndio unaanza ya. Hautaki ulie hapa, ukilia hapa unarudishwa. Kwa kipiga watu wasema alafu unatoka kiaina ya wewe, mbona tembea hivyo? Yani hamna, yani sijasikia. Watu wamepanga foleni. Gilgali, twendeni wapi? Gilgali. Si kwa nini Mungu alitumia mbinu hii ngumu ya mawe? Wakaanza kutairiwa wanatairiwa, damu zikatapakaa. Alafu Mungu akamwambia usiweke dawa ya kukausha damu, usiweke ganzi, hivyo. Kina mama walifichwa huko, hapa walibaki wanaume tu. Wakatairiwa Gilgali. Maumivu yalikuwa makali Gilgali, mateso yalikuwa makali Gilgali. Lakini ili ukauteke mji wa Yeriko lazima utoke damu, upate maumivu kwanza. Habari njema ni kwamba ili tuingie Kanaani ya mbinguni lazima tupitie maumivu, mateso, huzuni. Marafiki zetu watatutenda vibaya, washiriki wenzetu watatutenda vibaya, mkeo atakutenda vibaya, watoto wake. Pale Tanzania kuna katoto kanachelewa kuja nyumbani, kanakuja saa 5 usiku. Mama akimwambia kwa nini unachelewa? Sasa mama, usinizingue, ungechelewa kuzaa ningekuzaa mimi. Tunapitia maumivu makali, lakini haya maumivu ni sawa sana tohara ya kiroho. Tukiyavumilia tutaingia Yerusalemu ya mbinguni. Mkisi mmoja, nilikuwa nasoma magazeti miaka 3 iliyopita, magazeti Mkisi, uenda wa hapa Mkisi, mwanaume, yeye akatangaza kwa watu kwamba mimi ninakwenda, mke wangu anaenda kujifungua, kwa hiyo ninaingia naye leba nione. In fact wanaruhusu madaktari, mke wako akiwa anazaa uende ukamsapoti, anaposukuma mtoto unamwambia mama, niko pamoja nawe, lakini huwa anatutukana sana, lakini basi wewe unavumilia, nipo pamoja nawe. Anaweza kukwambia hata mjinga, pumbavu, basi niko pamoja nawe na kadhalika. Na nikitoka hapa wewe sio mume wangu, sawa, lakini niko pamoja nawe. Biblia inasema tamaa mwanamke itakuwa kwa nani? Akishatoka leba anaanza baby tuongeze wa pili lini? Toka hapa. Tutaongea na ndoa changa kesho. Huyu Mkisi akaingia leba. Mama akaanza kusukuma mtoto. Huyu mwanaume Mkisi yuko pembeni anaangalia. Mama akasema sijui inaanza miguu, sijui kichwa, basi kakichwa kakaonekana kama mtoto, damu zikaanza kutoka. Mkisi, daktari anamwambia Mkisi, unaona? Mkisi ajibu, unaona? Kumbe kashazimia. Kazimia kitambo.
Wakisii punga mkono. Nyie mliniaibisha. Kazimia kitambo. Akatolewa, aliingia anatembea Mkisii, akatoka amewekwa kwenye machela, anasukumwa kwenye kitoroli, ana hata fahamu. Wakampeleka ICU, tundika maji, tundika. Huyu mama aliyeingia kujifungua, yeye akatoka tu anamsukuma na katoto, anauliza mume wangu sasa yuko ICU. Mkisii siku 3 ndio anazinduka, ni kuona tu. Habari njema ni kwamba kabla hawajakwenda kuuteka mji, vidonda vyao vikapona. Wakiwa wapi? Jamani, kuna watu wanijibu vizuri. Vidonda vyao vikakauka na kupona wakiwa wapi? Mateso yao ya huku yalikwisha wakiwa wapi? Maumivu yao yalikwisha wakiwa wapi? Kama hapa ni Gilgali, maumivu yako yakaishe, magonjwa yako yakaishe, mateso yako yakaishe katika jina la Yesu. Sasa hivi ninavyoongea, watu wanapona, watu wanafunguliwa, maana hapa ni Gilgali, hapa ni Gilgali, hapa ni Gilgali. Maumivu yako yote yakapone ukiwa wapi? Wangapi wanasema Yesu, ninakuja Gilgali niponye? Simama pamoja nami. Ukishasimama pamoja nami, tunapoimba wimbo nasikia wito, ni sauti yako unayetaka uje Gilgali na magonjwa yako na shida zako ziishe, utapiga hatua. Wachungaji wenzangu na mchungaji wa mtaa wanapokuja hapa mbele, na wewe utapiga hatua, maana tupo Gilgali. Utapiga hatua ili tuongee na Bwana. Nasi nisa Mungu abariki mnapokuja. Safi. Mesogea mtini pako, unisafi kwa damu ya kuangikwa kwako. Mnyonge kweli, umenipa nguvu, ulivyonisafisha taka utimilifu. Nimesogea mtini pako, unisafi kwa damu ya kuangikwa kwako. Jioni ya leo, ukisahau yote, wiki hili tupo wapi? Gilgali. Naona wingu la Bwana likiwa katika kambi hili, na hapa pamegeuzwa kuwa kituo cha uponyaji. Namba 2, familia yako, nyumbani kwako pakawe nini? Gilgali. Namba 3, moyo wako, mwili wako ukawe nini? Gilgali. Maneno ya Mungu hayaandikwi kutufurahisha. Maneno ya Mungu yanaandikwa ili tuyafanyie application katika maisha yetu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, nilipokuwa na ubiri ulikuwa ukiponya tayari wagonjwa. Nilipokuwa na ubiri ulikuwa ukifungua watu wenye changamoto na shida mbalimbali. Hivyo Yesu, ninaomba kupitia ombi hili, kutakuwa na shuhuda nyingi wiki hili, hatutapata hata muda wa kuzisikiliza, kwa namna ulivyofungua watu. Katika jina la Yesu, wale kina baba wanaopata matatizo ya vibofu vya mkojo, matezi ya hatuyataki hapa, yakakauke, 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 maana tupo Gilgali, tupo Gilgali katika jina la Yesu. Watoto wadogo wanaosoma, fungua akili zao, na wenzao wakisema mbona hesabu, mathematics imeanza kufaulu, science, waseme tupo Gilgali.
Mabinti wasaidie upata wachumba, na vijana pia saidia wafanyakazi, saidia wafanyabiashara. Jumamosi tutahitaji sadaka ya kambi. Tunataka tukavuke kwa kishindo. Yule ambaye anasema sina hela, sina hela, huyo hayupo Giligari. Hadiyopo Giligari, hata kama ana anamwambia Mungu nipatie 1000 Sabato, na wiki hili Mungu atafungua njia. Baba, katika jina Yesu, wanaohitaji kazi, vibarua, kawapatie. Ninaongea na akina dada wenye uvimbe, wenye bridi zisizokoma zenye maumivu, wenye nyonga zinazouma. Naongea na watu wanaosumbuliwa na vidonda vya tumbo, vichwa, macho, meno, uti wa mgongo na miguu. Watu wasiopata usingizi, wasiopata choo wala haja ndogo, watu wanaopitia changamoto, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, shuka Yesu, shuka Yesu, shuka Yesu, shuka Yesu, kama ulivyoshuka Giligari. Kuanzia asubuhi, kwa maneno mazuri tena ya uzima, ninamuweka wachungaji wenzangu mikononi mwako. Namuweka Pastor Judith mikononi mwako, na wote wanaotuhudumia. Baba, neema yako yatosha. Second guest anapokwenda kumalizia ombi, chukua maombi yetu kwa pamoja, ukajibu katika jina Yesu Kristo, amen. Asante Yesu, maana tayari umepokea maombi yetu. Asante tena kwa sababu tayari umejibu kulingana na mapenzi yako. Wana wako wamekuja hapa wakiwa na shida mbalimbali. Asante maana unazidi kuwatua magonjwa magumu na makubwa. Hatuna mponyaji mwingine ila wewe, Baba wa mbinguni. Wana wako wanao shida za familia, amani ipate kurejea katika familia zao. Wale labda hawana chakula, maskini na upweke wa kila aina, Mungu bariki wana wako na mali, maana unaweza. Wanaotafuta kazi kwa muda mrefu, fungua njia, mfalme wa ajabu. Wanao shida za school fees pamoja na mambo mengine, mfalme wa ajabu, tunaamini kwamba utajidhihirisha, maana tuko Gilgal. Juma hili lote tumejikabidhi mikononi mwako, upate kujidhihirisha katika maisha yetu jinsi vile upendavyo. Hili ndilo ombi letu katika jina la Yesu Kristo, na sote tuseme amen, amen. Kesho alika rafiki yako mmoja. Kila mmoja kesho alika rafiki yako mmoja. Hata kama kwao makambi yanaendelea, wewe kawaalike. Mungu awabariki. Kanisa la Kari mtapaki kidogo. Wanakwaya nyote mpaki tafadhali. Wanakwaya wa Millenium. Halafu kanisa ya Kari Peace onana na elder pale. Barikiwa. Tuonane kesho program saa 2 kamili.